Ujambo bwana tena rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Told Jesus TV, karibuni kwenye kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia alisomea shule ya Sabato. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025, robo mahali ambapo tunajifunza kuhusu jinsi ya kusoma na kuelewa niseme tu unabii wa Biblia. Lakini somo hili la sita kwenye juma hii ya sita linazungumzia kuhusu kuelewa kafara. Kuelewa kafara. Sijui unalielewaje namna gani kafara? Sijui umeelewa kafara maana yake nini katika maisha yako na umeipatia thamani gani kafara ya Bwana Yesu Kristo. Somo la juma hili liko kwenye Isaya 1:2-15, Ibrania 10:3, Kutoka 12:1-11, Wakorintho wa kwanza 5:7, Hagai 2:7-9, Isaya 6:1-5 na Ufunuo 4:7-11. Kabla tujaingia kwa undani wa somo hili, nitakusihi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tutulia kumkaribisha Roho Mtakatifu. Fungu la kukariri Ufunuo 5:9, neno la Mungu linasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kukifungua muhuri zake na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Hili ndilo neno la Mungu. Hapa tunaona kwamba Yesu anastahili. Kwa nini? Kwa sababu alichinjwa kwa ajili ya dhambi zangu na zako, kwa ajili ya dhambi ya yule aliyefanya wa kwanza mpaka tukafanya wa mwisho, na tumenunuliwa kwa damu yake kupitia kifo kwa Bwana Yesu. Ukiwa utakumbuka vizuri, siku moja Yesu alipokuja kwake, Yohana Mbatizaji alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aziondoaye dhambi za ulimwengu. Yohana 1:19. Kwa mpendwa mtazamaji na msikilizaji, unaweza kuelewa ya kwamba dhambi zangu na dhambi zako, hata ziwe nyekundu ziwe na rangi ya namna gani, hakuna anayeweza kuziondoa isipokuwa ni Yesu Kristo pekee, aliyechinjwa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, ili kwamba tupate wokovu. Ametununua kwa bei ya thamani. Huyu ni wa thamani sana, huyu ni wa maana, kwa sababu damu ya Yesu ndiyo imekununua. Aliposema maneno hayo, hili lilirejelea bayana wazo la kafara ya wanyama ambayo yote alielekeza kwenye kifo mbadala cha Kristo kwa niaba ya wanadamu wote. Kwa katika juma hii tutaangalia baadhi ya mada za kafara zinazotuwezesha kumfahamu Yesu Kristo vilivyo, mwana kondoo ambaye alichinjwa, mhusika mkuu wa wazi wa matukio ya chumba cha enzi. Anakubaliwa kama anayestahili, ambapo hakuna mtu mwingine yoyote, na kustahili kwake kwa pekee kunafunua mengi kuhusu kile ambacho Bwana alikuwa anakifanya kupitia mfano huu wa kafara. Kwa hivi kunamridhisha kama Mungu wa upendo usio na hukumu aliyetoa kafara bora kabisa, tendo ambalo sisi na viumbe wengine wenye akili katika ulimwengu tunalistaajabia milele na milele. Nakaribisha kwenye somo la juma hii, somo ambalo ni la Jumapili linalozungumzia kuhusu kafara zisizo na maana. Kafara zisizo na maana. Tutakuja pia kuzungumzia somo la Jumatatu ambalo linazungumzia damu ya mafahali na mbuzi. Damu ya mafahali na mbuzi. Baada ya kusoma somo hilo, tutakuja kwenye somo la Jumanne ambalo linazungumzia mwana kondoo wa Pasaka, maana yake nini, na tutajifunza pia hiyo siku ya Jumatano Yesu hekaluni, nini kilitokea hapo Alhamis, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote. Na ni somo nzuri sana ambayo nakusihi usije ukakosea. Baadaye tutakuja kwenye Ijumaa kwa ajili ya kujifunza zaidi, tutoa kifupi na mkazo na kujifunza kwa kina zaidi kitu fulani ambacho tutakuja kujifunza. Lakini ikiwa utakuwa pengine na pendekezo ama onyo ama sijui swali lolote, utaweza kuandika kwenye namba zetu ama hata hapo kwenye comment, ili upate kupata majibu kwa kile ambacho tuko nikitoa. Mungu akubariki unapojitoa mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa ajili ya kujifunza Biblia kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia ambao ni somo la shule ya Sabato. Hongera kwa wale wote ambao wanasoma Biblia, hongera kwa wale ambao wanahubiri wenzao, hongera kwa wale ambao wamefanya Biblia wabadilisha na wanakomaa siku baada ya siku. Mungu awabariki. Tuwe na ombi. Asante Yesu kwa sababu unataka tuelewe kafara. Andaa moyo wangu na wangu mtazamaji na msikilizaji kuelewa kafara katika maisha yetu, katika jina tukufu la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kujiabone kwa channel hii na kuwasambazia wengine. Mungu